that His Excellency, the Deputy President, before Mashujaa Day, will come and launch the beginning of works in the Karenga airstrip. And that will also boost the economy of this county and help this county to move to another level. We are committed, Your Excellency, to make sure that we grow as brothers and sisters and make this country to move forward, because that is the calling of every leader, even as we move forward. Amaja amagi chogouni. Kigo bek kasarta nigi basias. Kikiso amgojorog. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu kwa kanapta Egypta yad kaitunrau alage neche gi mamigo mangunet ako deputy president ako president ko gi maginam ka mangunet lakini ko kamune cho metab Jehova ko gone nafasi kaitunyu asige chimbik imanit ko yuga moito bishop sige toret chimo muchege age toret chon notabushek age kanapta emoni kita genge tunamashang magune kotab kolenjin kwa genge kako somurgo menge lenji ko tiachorani ko kotago boko tuya ako mosi manandi ako all the way to West Pokot angamugi moche gi tuyen kotab college ngongeten Transmara all the way ako Pokot inguni ko gibangan ke Eldoret airport ke baishen ke even agricultural products the airport to Eldoret kuma gimache ketengange anagiburgele miro gipsigis miro unandi miro bogochek achicha ki kot akenge kotab college age moche ga baishet kwa pamoja tukuka lak ko yo aksentayun ako guni geti la itoriat na don arabruta so mbojo samin wasiri murgomen yani miro imitenga marargo mie engaro agiti ay tugu ko jorge ngonyiro PS rono ko nya PS rono nguni ko ya tebe arabro ne mamunye ene mani ko ngateno limbanyeri ako yugo ya tebe arab chirchir Davis ko ngene Davis ichunda mat kabisa ko la tugu le ne mani ako guni wala leteni metunguni kwa Kenya msima ako mbese college so maja so amgutyo ale ya ngale estimate kama estimate nyinge na kwa go wana tinyale like maja so kama estimate ale ya gro ba estimate ni money ko kisoma kene murgo men kelinji okwek tukul go boga age macho torde chenga yongi ile kage kama counties angamungo tab college kwa genge Magimu waksege pchego tab college akta yungi bendi kena mege utugul asokobit ke boishet. Your Excellency, you are our son, you are our brother. The spirit you have for reforms in this country, your position on many things inspires so many of us. When you tell Raila on the face that this handshake and this bipartisan is nonsense, we are solidly behind you 100%. Because we must also work out of machination, out of blackmail, so that we accept when election is done, it is done. And what we need to wait for is another election so that we can contest. Because Kenya is a democracy. We love you so much. We cherish your presence. You are a strong man to us. Sisi kama viongozi vijana will always be coming to your office for mentorship so that you can hold our hands and move together. Kotoma Bishop Kogele ine mayai mone ko ine kimoche kityo kengeti ine legele nenye. Aya sawa kesunen. Kile kimoche kityo kengei ko kenamge tuguleun kama viongozi. Akiguye kelemone kumamuche kota agroteka siasa. Ane kwa governor kete tuye ne kimoche kunyota. Asike kurge viongozi tugule age bangan ge enta yuno tukye kibendi ene mone. Ako somole kot komi kint ne ngwan kabisa en gotab Kipsigis. Ko yon kaginam lagokab biik ageus to a point ne kakiba mashishi komiten chito ne mara kagina kama iwek yongirire kouni asoko ngalal. Komami ki ngwan ne sire noton ako motibetab gotab Kipsigisiek. Alak chengololdos komokyinge toretet kesapoten akesochi kosir kwonyik ako minot kawek en imbar sikosopcho sikebe tai en emoni. Angamun makimuche kesop en Kericho ni akamwa kwa governor nebo county ni ile maneno ya junction nataka niseme hivi leo. If there was a mistake that was done there, so nyamasa kwanza. Emmanuel wewe nyamasa bwana. Ana la kibiti sisa mmoja joke. Amasha mbaguni. Kutkumiten kitake tugul nigi yage nyoto. Kuma instructions as the governor kuma guru yegemo kutorge making sure kele kabwa toy koyarambe. Mimi mwenyewe kukabirisi moishek ngamugona notice a day to it. Aka ngwa gongwe viongozi chikibwa tugul akanyo go robisha choton. Kina sombe kitogoni. We have sorted the problem. Kutkumichi
if there is anyone here, because we have already sorted the problem that was there or the imagined problem, and every victim has received their money. But if we are not careful, we will be heading a very dangerous path as Kipsigis and the community if we will be using matters of debt to gain political mileage. That one will embarrass us as a community. I will not move anywhere. You are a truthful man, Your Excellency. I'm equally a truthful man. If when we get to an office and we feel there's a problem, the best thing is to call the officers in question and ask them how can we move forward. They gave me the brief that the money was there and there were more victims coming. And I instructed them that within 1 week or two, make sure that you have cleared the victims. They were able to clear, pay every single victim. If there is any victim here who has not received money, I pray that you come forward and we'll be able to give you the money. I have had Emmanuel and the small team from Barshele that were put to Gaben Hekol here. If you are a victim, tell me you are victim number what. Come to the office early in the morning. We pay you the money so that we are able to move forward. With those few remarks, Your Excellency, is a lovely county. We love you so much and we treasure your presence. Karibuni sana, Your Excellency, to address. Let's all remain upstanding as we wait. Asante sana, tafadhali tuketi. Felicitas mjane wa marehemu, Stacy mtoto wa marehemu, Mheshimiwa Cheroret na familia yako, baba askofu na kanisa, Mheshimiwa waziri wetu wa barabara, gavana wetu wa Kericho, naibu wa gavana, senators, members of parliament, marafiki na jamii na wale watu wote wamefika hapa. Chamge yomne. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asanteni sana. Hata mimi nimefika hapa leo kwa niaba ya Rais William Ruto na familia yake. Amenituma kumwakilisha katika hafla hii ya kumsindikisha wakili marehemu Vincent, na rais amenituma na pole. Aliweza kuwasiliana na Mheshimiwa Cheroret kwa simu na mke wake na akapeana pole zake. Rais ameshikamana kabisa kwa sababu ya ile kazi ilikuwa Nairobi na safari zingine za kitaifa ambaye anapanga, na akaniamrisha nifike hapa nimwakilishe. Pia kwa niaba yangu mimi mwenyewe na mke wangu Pastor Dorcas na vijana wangu Kevin and Keith, nataka pia niseme pole kwa mjane, kwa mtoto Stacy na kwa wazazi Mr. and Mrs. Cheroret. Hili ni pigo kubwa na tunajua ile uchungu uko katika familia hii. The late Vincent was at the prime of his youth, at his most productive stage in life, na kumpoteza mtoto wa kwanza tena wakili ambaye ni mchanga ni kitu ambaye ina uchungu mwingi sana. Kwa hivyo Mheshimiwa Cherolet and your family, we are praying for you as I told you on phone, and we are together in this journey. Na huyu mtoto Stacy ametuuliza na ikanigusa sana ya kwamba asione sisi leo siku ya mwisho, na amesema tuendelee kuwashikilia na kuwatembelea, na akaendelea kusema hata sisi tukiwa tuko chini watatukumbuka. Those were very powerful words coming from a child. And I want to ask all of us ambaye wako hapa muendelee kuombea hii familia na kuishikilia. Baba wetu askofu na kanisa, nataka kushukuru nyinyi. Wakati ya majonzi ndio watu wengi huelewa maana ya kanisa kuwa karibu. Kwa sababu saa ingine tu watu naenda kanisani Jumapili, naenda nyumbani, narudi, naenda, wanachukua tu ni msaha. Until you have lost a loved one very close, kanisa inakuja kwa maombi kila siku,
inakuja na shikilia familia, ndio watu wanaelewa maana ya kanisa katika maisha yetu. Kwa hivyo mimi mheshimiwa, I would like to assure you of the support of the president and I and the rest of us. If you need anything from us, we are call away. Na ningetaka kukuuliza kwa heshima, sasa wewe ndio baba ya hawa watoto. Huyu Felicitas, that is your daughter, that is your grandchild. Shikilia hiyo familia, lea huyo mtoto vile babake ambaye ametuacha angependa. Umsomeshe, atakuja kuwa kiongozi, atakuja kuinua jamii. Kwa hivyo sisi zote tumekuja hapa kwa sababu ya hayo. Juu ya hayo, huyu mheshimiwa Cherolet ni kiongozi ambaye for the short time amekuwa kwa bunge. Ameonesha umaarufu katika uongozi. Ameonesha ako na mpango na ako na mpangilio ya kusukuma Kipkelion East to the next level. Mimi nataka kuuliza nyinyi kwa heshima, muunge mkono, mumuombe na you support him. Anatuangaisha na rais pale na mawaziri kila ofisi, akienda kufuata mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya TVET, mambo ya harambee ya kanisa, anatusukuma. Na usiogope kusukuma, sisi hiyo ndio kazi yako. Kusukuma mimi na rais, hiyo ndio kazi yako. Wale watu sukumi tunajua watazama. Ukiona mjumbe hapigi simu, hakuji, mwaka moja imeisha, si hiyo ni mtu ya kwenda nyumbani? That is a sign. Ukiniuliza sahihi ya kwenda nyumbani nitakwambia, lakini sitaki nitaje hapa. Lakini huyu Cherolet, the way he have started, kanyangia hapo mbele iko sawa, kanyangia hapo. Pana choka kuingia mimi ofisi. Hiyo ofisi ya bana ya mtu ni ya raia. Usipate ati waziri anazunguka hapo na kitu ufikirie ni yake na bibi yake. Bana, ingia huko useme unataka hii na hii na hii, na ukiendelea utapewa ndio uondoke. Siku mimi nilikuwa mjumbe, nilikuwa nikiambiwa nikuje saa 1, mimi nakuja saa 12. Nikiambiwa waziri yako na kazi kuja kesho, mimi narudi saa 7. Jioni niko hapo. Masekretari wanasema ile mheshimiwa ya kusumbua, malizia hii mtu atoke aende. Na mimi nikapata maendeleo mingi sana kwa kusumbua hiyo. Kwa hivyo wewe Cherolet, that is the way, endelea hapo. Mimi juu ya kupeana pole ningetaka niseme kuna mambo mingi imeongelewa hapa. And I want to confirm watu ya Kericho. Kupata maendeleo kwa serikali ya William Ruto is not a privilege, is your right. Is your right. You are entitled to development. Kwa sababu mlipiga kura. Kwani kura mlikuwa mnapiga ya kufanya nini? Si ya kutafuta maendeleo. Politics is a struggle for scarce resources. To decide who gets what, when, and usually not why. So, hii kura tulipiga ya 2022 ndio itafundisha watu kupiga kura tukienda mbele. Watu wasifikage unapiga kura tu unafikiria ati ni mchezo. Alafu uchaguzi kiisha, si uchaguzi imeisha sasa tufanye kazi. Hapana. Sasa mimi nilipigiwa kura hapa Kericho tukiwa na rais. Nikiitwa pahali sikupigiwa kura, hiyo siku ikuwe imekuwa siku moja, tarehe moja. Iko harambee huko na iko hapa. Nitaenda wapi? Si iko namna hiyo? Najua wapendagi mimi kwa kusema ukweli. Wananiingilia, lakini mimi nasimama na ukweli wangu kwa sababu ukweli ni wa kudumu. Mambo ya fertilizer. Tulipoingia wale watu ya handshake walikuwa hana haja na kilimo. Mbolea ilikuwa 7,000. Hawakuwa wanashughulika, hawakuwa na haja. Ile kidogo walipeana kwa NSPB inauzwa unaikuta kwa Agrovet. Si ilikuwa namna hiyo? Mbolea tumeleta na 3,500. Tumeregister wakulima. Kila mtu ametumiwa message, amechukua mbolea yake, amepanda, mazao ndio hayo. Nimekuja kwa ndege naangalia, roho yangu na duda kwa furaha nikiona ile kazi imefanyika hapa. Rais amesema bado amepunguza mpaka 2,500. Sasa kwanza sisi watu wetu wale wako na shares mingi kwa hii serikali, nyinyi wakulima. So mbolea ikija haka iko makosa gani? Iko makosa? Sasa tumeanza registration ya pili ya farmers. Mjiandikishe na mchukue mbolea.
And we have asked governors, kama haijafanyika hapa, we'll have to ask governor wa Bomet na huyu Mtai. Tulikubaliana mfanye last mile. Mfungulie store iende kwa vijiji. Ndio hii wakulima waache kutembea, hiyo masaa ya kutembea wakuwe kwa shamba. Si ndio? So we have asked the governors na tumekubaliana. Na hasa hawa wetu wa Kenya Kwanza, hata hakuna kitu ya kuongelea. Hiyo ni amri. Nyinyi ni wa boma yetu. Sasa kwa boma iko mambo ya kujadiliana. Kwa katika wale wengine wanaweza kataa. Wakikubali ni sawa, lakini wetu wale wa Kenya Kwanza, governors mfanye last mile, mtafute store, msafirishe, wakulima wachukue hapo, waende kwa shamba. We don't want farmers to waste time kutembea bahari mbali kutafuta bolea kwa sababu bolea iko. So let us take advantage, governors tusaidie. Mambo ya inua jamii, mambo ya wazee over 70 years. Tulipofika pale walikuwa na ngoja mwezi 10, mwezi 8. Hakuna mtu alikuwa anashughulika na hawa. Viongozi walikuwa kwa rege, wanacheza rege. Sasa akina mama wazee wanaumia. Rais ametoa amri, tumelipa kila mtu up to date. Tena amesema by 28th of every month wazee wapate haki yao. Na ndio watakuwa kwanza kupata, ndio rais na mimi tupate na hao mawaziri. Treasury wakisema hakuna pesa ya kutosha, tunasema toa ya wazee kwanza wapate. Sisi wengine tunaweza ngoja. Sisi tunaweza ngoja. Sisi hata tukilipwa tarehe 5, tarehe 10 iko makosa. Wazee by 28th. Lakini tumefungua second phase ya registration. Mesikia huyu Francis Gay alikuwa bosi yangu, alikuwa PC. Mimi nikiwa DO. Alikuwa anatukasa sana. Na alikuwa mtu anafanya kazi vizuri. Sasa wewe PC unasema ati muongezwe shares ati ya wazee. Hakuna kitu kama hiyo. Kila mtu amefikisha miaka 70 aandikishwe apate haki yake. There is no discussion. And if that is happening in Sotik, Bwana County Commissioner, there is a problem. You need to find out and tell me before I go what is the problem. Nani huyo anabaguka kusema ati iko watu wachache? Hakuna. Bona umefikisha mwaka 70. Hata kama the whole of Sotik wamefikisha 70, wapewe wote. So utaniambia before I go. Find out if kuna mtu watu yako your DCC ama wale watu ya registration wamefanya hivyo, you confirm, wataondoka kabla niondoke. Si ndio? Because tumekubaliana kila mama mzee amefikisha miaka 70 aandikishwe apate pesa yake. Na waziri wa social protection Florence Bore anatoka hapa. So how do we have a problem in Sotik? So let's find out what is the problem, but ni ya kila mtu. Hakuna kubaguliwa, hakuna allocation, ni wale wote wamefikisha miaka wapewe. Nikitoka hapa mambo ya barabara, Kipchumba yako hapa. Sasa si ni waziri, hii mtoto wenu. What is the problem? Si yako hapa. Si mnajua ofisi yake. Sasa unless mnataka kumshtaki kwangu, alafu ni maana na yeye, kwa sababu nimesikia akiongea hapa Kikale. Wacha nikwambie Kipchumba, najua wewe hujui. Huyu Usuri unajua ni rafiki yangu. Huyu engineer. Nilipopoa hii kazi alinikatisha chini. Akaniambia unajua kwa boma ya mfalme iko watu 3 4 ya fitina. Wakale wote karibu kwa 100 ni wazuri, lakini iko 1 2 watu ya fitina. Wewe ndio usipate shida, wacha nikufundishe Kikale, fitina ikija hapo kwa rais unaelewa. Sasa Murkomen anasema mtatengeneza barabara iende mpaka Pokot na isipitie kule kwa watu ya maandamano. Ati anataka ati nisisikie. Sasa mimi nikisikia na ni mtu wenu iko makosa. Mimi kwanza niko hapo. Sasa hata Yesu si alianza Jerusalem. Sasa wewe Murkomen ukipea hii watu barabara iko makosa gani? Wewe kama uwezi pea hii watu ya barabara ni wako wetu yeye utapea. Sasa wewe ujifiche, wewe sema wazi nisikie, because hiyo ni muziki kwa masikio yangu. Mimi nikisikia mnapata, si nyinyi mlinipatia kazi. Nyinyi ndio mlinipatia kazi. And charity begins at. Na hata Yesu alianza Jerusalem, alafu akaenda Judea.
Wewe Murkomen, kabla hata hujaenda, wewe tusaidia hii watu ya nyumbani. Saidia watu ya nyumbani. Itakuwa makosa Murkomen, hii watu kulalamika baada ya barabara, mambo ya barabara, na wewe umekuwa waziri. Mimi najua iko matatizo mengi ya pesa. Tulipata shida mingi. Mlisikia nikisema pale Kasarani tulikuta store hakuna kitu. Hata panya walikuwa wametoroka, hakuna kitu ya kukula. Hii watu ya Azimio waliiba kila kitu wakaenda naye. Ingine wakaweka Cayman Island, ingine wakaweka Uingereza. Sasa tumeanza kasi mpya. Rais anang'ang'ana usiku na mchana. So huyu Kipchumba msimpige sana, iko kitu. Sitaki niongee sana. Najua mambo yetu hatutaki ijulikane sana. Iko maneno inakuja. Si mumeelewa? Ama mnataka nipitishe hapo? Iko maneno namna hii. Nyinyi mnyamaze. Mnyamaze. Sisi ni watu wetu. Iko maneno pole, iko kitu naundwa karibu hivi. Itakaa tukikaa mnaanza kuona nyoe basi. Kwa hivyo hiyo iko sawa. Mimi ningetaka niseme mambo ya maji. PS Engineer Rono anatoka hapa. Alafu iko nini ya kuongea? Si anatoka hapa? Mumaliza mambo yenu. Mimi nataka kusikia kuja fungua hii maji, kuja fungua ile, mimi ndio nataka kusikia. Hapa. Kwa hivyo hiyo mtaendelea naye. Tukitoka hapo niseme na huyu Chelule ameongea vizuri sana. Huyu Wanjiru huyu wa Nakuru. Huyu nilimpigia kampeni sana. Na huja niita unichinjie. Unajua vile mimi niliumia hapo. Nikiongea na watu ya lugha ya nyumbani wa kuchague. Na watu wetu walikataa mambo ya ukabila. What CS is saying is right. 2022 elections iliua ukabila katika Kenya. Many of you had doubts kama watu ya Mlima Kenya watapigia William Ruto kura. Si ni kweli? Because ya ile historia ilikuwa hapo. Lakini mimi naambia hao relax. Sisi ndio tunajua hii watu. Tunaongea kana usiku. Unajua kwetu mambo tunaongea usiku. Mchana hatuongei. Najua sisi ni maumau. Mambo ya maumau ni ya usiku. So unajua wale wenye kutupiga usiku tukiongea walikuwa wanakunywa pombe. Sasa wajui ni nini nafanya nini? Inaendelea. Mimi nikamwambia hao Kipchumba, nyinyi mrelax. Nyinyi mwende mtayarishe kura yenu. Ya Mlima itakuja inaijae. Kwa sababu sisi tumeamua. Kwa sababu sisi watu wa pale. Kwanza sisi ni wangwana. Na sisi ni watu tunapenda haki. Na juu ya hayo sisi ni Wakristo. Sisi mtu hajakosea sisi hatuwezi piga. So huyu William Ruto alikuwa ametutendea mema. Alikuwa ametupenda, ametutembelea, tumemuelewa, tumeelewana, tumeona hako na sera, tumeona hako na maono. Alafu mwingine akatuambia tumpige atu wamekosana. Tukamuuliza mkikosana sisi tulikuweko? Hatukuweko. Sisi ni watu tuko na miaka 18 kwenda juu, kila mtu ako na kitabuli. Sasa mtu yuko na kitambulisho utambebea akili. Sasa tukamwambia yule mtu ya kwetu, wewe piga kura yako pale unataka na bibi yako na watoto. Sisi tumejipangana na hii kijana ya Kipteres. Tumepanga. Tumemaliza. Sasa sisi ni kungojea siku. Kwa sababu sisi ni wangwana. Sisi kitu hatupendi ni usaliti. Ukitusaliti tutakuchukia. Na yule alisaliti William Ruto na hakuwa mtoto wetu, lakini tukaona ni mbaya kwa sababu hatupendi usaliti. Tukasema huyu mumesaliti huyu. Huyu mnaangaisha. Huyu mnadharau. Huyu ndio tutainua, ndio tuoneshe nyinyi hatupendi usaliti. Na hiyo tukafanya. Na pale sisi tuko kwa President William Ruto, tunangoja siku hii inakuja. Tumalize. Hatuna shida sisi tukipenda mtu tumependa. Tukikataa wewe tumekataa. Hii mzee akitendawili amenikuta kwa mazishi hapo juzi. Hapo Nyandarua. Akaniambia wewe kwa nini hutaki mazungumzo? Kwani unaogopa mazungumzo? Wewe kubali tuzungumuze. Mimi nikaamka na kumwambia mimi siogopi mazungumzo, ile mtu unaogopa ni wewe. Kwa sababu pahali yote umeenda umeharibu. Ulikuwa kwa Moi ukaharibu. Ukakuwa kwa Kibaki ukaharibu. Umechukua mtoto wetu Uhuru Kenyatta umekoroga yeye umemchanganya amepotea. Sasa tunaona ukikaribia William Ruto atapotea. Hiyo ndio shida yetu na wewe. Nilimwambia kama ameketi hapo.
Nilifanya mzuri ama mabaya? Nilimjibu hapo. Kwa sababu ni mzuri kuambia mtu ukweli. Sasa walikuwa wanajaribu kuja hapo kwa rais. Juzi nimetoka nimeenda ngamo, nimeenda Italy. Wanajaribu kupitia huko. Nikaitwa nikarudi haraka. Kwa sababu pale unajua kazi yangu pale ni rahisi sana. Mimi kazi yangu ni kuchunga Rais William Ruto. Na mimi sina kazi nyingine. That is my work. Nikiona mtu yoyote anaweza tatiza serikali yake, hiyo ni kazi yangu kungangana na hiyo mtu. Na huyu kitendawili historia yake ni mbaya. Ama mnataka nimkubalie? Nimkubalie akaribia rais? Sasa mimi naenda Colombia kutafuta soko ya kahawa. Alafu nipite Cuba. Lakini nimepanga. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila bahali nimeweka. Na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Kwa sababu uwezi mtu ameharibu serikali 4 umkubalie akuja ya 5. Si ataharibu? Juzi amekuja pale KICC, nimemkaribisha vizuri. Simuliona? Kwa heshima, kwa sababu yeye ni mzee wetu, amekuja, tumemwalika. Sasa kuliko aende ya kwa kiti yake, anataka kuingia marais mahali wamekaa wale wamechaguliwa. Na hii mtu kuna mtu amemchagua. Sasa ile nyumba hata Kipchumba huyu na waziri hawezi ingia. Ni marais tupu wamekaa. Marais wamejaa pale. Ati anataka kuingia pale akae na marais. Sasa watu tunauliza huyu ni rais ya wapi? Lakini pale kwa hall tumempa kitia ya heshima. Hata alikuwa namba 4 kutoka kwangu. Amekaa pale kama mzee anasikiza maneno. Akikaa usingizi ukizidi anangorota kidogo, sasa siku zinaenda. Kuna shida? Na huyo ni mzee wetu, na nilimwambia siku hiyo tunataka tumchunge, tumpagie retirement yake, tutafutie askari, tafutie gari, nyumba ya kukaa, akitaka pikipiki moja ama bili ya kumuongoza, there is no problem. Kama iko makosa, aende nyumbani apumzike. Iko sasa hiyo miaka 80, sasa ina miaka nasonga. Na mwili ni ule tu. Si ndio? So nyinyi msikuwe na wasiwasi. Nyinyi kazi yenu ni kumuombea rais. Wale watu wangetaka kumtatiza, hiyo kazi mniwachie. Na mimi niko hapo. Na mimi nalala na jicho moja, ingine nalala ikiwaona. Nafunga moja usiku. Ile ingine nakaa kama torch. Nikisikia maneno nakimbia hapo. Kwa sababu hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Hatuwezi kubali mtu haribu. Unless watu ya Kericho mniambia tukubalie iharibiwe. Si tulitafuta na shida mingi. Huyu William Ruto walimtesa. Nimefika pale kwa nyumba alikuwa anakaa. Nimekuta ilikuwa inanyesha kama mchana. Alikuwa kila nyumba ameweka sufuria ya kuteka maji. Choo zote zimevunjika. Maji imekatwa, stima imekatwa. Mtoto wa mwenyewe. Si hata yeye ni mtoto wa mama. Walimuumiza huyu rais. Mimi nilienda pale nikatoa machozi. Sikuwa najua ameumia kiasi hiyo. Sasa nikamuuliza, wewe rais, mbona uliumia namna hii na hukutuambia? Akaniambia, sasa kama ningeambia nyinyi pahali mtu amenifikisha mngenitoroka. Mungeona kama hatuwezi toboa. Sasa mimi nilikuwa nasema tuko sawa, lakini ni kweli nilikuwa nimeumizwa. Sasa hao watu walituumiza, wakaumiza rais wetu. Ati sasa wanataka kuja kuketi kwa meza. Sasa mimi nauliza, yeye anasema nataka kuketi na rais. Anapita kwa rais wa Tanzania, muongelesha rais tuketi. Anaenda kwa Obasanjo, mwambie rais tuketi. Ni sawa. Rais akiketi na wajumbe ya ODM, anafukuza hawa. Is he genuine? Na ndio mimi nimemwambia huyu kijana hapa, Aaron, mimi nampenda sana wakiwa na Ichung'wa. Ni watu wangu. Lakini nimewapigia simu juzi, nimeuliza kama wana kazi ya kufanya. Kazi hapa Kericho imekwisha. Wakuje wafanyie wananchi kazi. This should not waste time. Huyu mtu, he is not genuine about any dialogue, any discussion. Because if he was genuine, why is he punishing members of parliament who has come to sit with William Ruto? Na hao wamekuja kutafuta maendeleo. Yeye akija anatafuta mambo ya familia yake. Yeye akija hakuna makosa. Hata juzi tumekuwa kwa ikulu usiku, Kalonzo amefika.
alikuwa pale, amekuja na giza. Mbona hawezi kuja mchana? Sasa niliona Murkomen wanapiga picha na hiyo mtu. Sasa amekuja, mbona hawajafukuza Kalonzo kwa Azimio? Kama hawa MPs waliketi na rais wako na makosa, Kalonzo amekuja pale na amekula chakula, amefungwa kitambaa hapa ya white, amekula vizuri nini, si huyo ndio ya kufukuzwa? Kama lazima watu wafukuzwe wakiketi na rais, bora huyu Kalonzo na alikuwa pale. Siku tulikuwa na marais ya Afrika alikuwa pale. Na nikaona nafurahia chakula, soup nini, anakaa mzuri, nafurahia. Iko makosa gani? Sasa hao wajumbe wamekuja kutafutia watu maendeleo. Finally nikimaliza, Bishop wetu umeongea vizuri. Hiyo kikale uliongea hapa nilisikia. Ukauliza huyu governor na deputy yake, siku ya mazishi wako pamoja, siku zingine wanazozana. Wacha mimi niseme namna hii. Unajua mimi ni mtu ya kuongea ukweli. Mimi kazi yangu juu ya kutafutia ya kukinga rais asisumbuliwe na watu ya Azimio na kumsaidia kusukuma kazi, pia ni kazi yangu ya kumtafutia heshima. Mimi sitakubali watu ya nyumbani waibishe rais wetu. Si anatoka hapa Kipteres? Si ni mtoto wenu? Sasa rais ameita mkutano pale, kongamano, marais 25 wa Afrika wamemwambia Rais William Ruto tuongoze Afrika, tuongoze. Rais ameheshimika the whole of Africa, ameheshimika duniani nzima. Saa hii anajitayarisha kuelekea New York, ataenda kuongea kwa niaba ya Afrika katika United Nations General Assembly. Kutoka hapo ataenda COP28 huko Dubai kuongea kwa niaba ya Afrika. Rais ameheshimika Kenya, Afrika, duniani. Alafu kwake nyumbani Kericho watu nagombana. Hii mimi siwezi kubali. Siwezi. Ama nyinyi mmekubali? Mimi nauliza governor na deputy, siku mlikuwa mnatafuta kazi, mlikuwa mnapendana, mnatembea pamoja. Saa hii mkifanyia wananchi kazi mnaulizana nini? Hii wananchi watafanyiwa kazi na nani? Iko maendeleo gani itakuja Kericho kama iko vita? Hakuna maendeleo itakuja Kericho. Na ndio siku hao ma MCA walikuwa nagombana nikawaketisha. Na mimi nataka kushukuru hawa MCAs. Hawa. Huyo speaker alikuja alikuwa mkali, nikamwambia wewe hapa ni kwangu. Bana ongea na ukali hapa. Ukiongea na hiyo ukali nitaita MCA na mwambie wakufukuze. Ma MCA wakauliza wapi makaratasi tufukuze yaende. Tukaongea na speaker, MCAs iko amani Kericho. I took my time kwa sababu nitakuwa nimeanguka kama rais atapata aibu nyumbani. Mimi nasema governor, deputy, nitaita nyinyi wawili. Na sitaita nyinyi Nairobi pale kwangu Nyeri, chini ya mlima tukiangalia mlima. Mnataka niwaite Nairobi ama Nyeri? Nyeri. Tuongee, tusikizane. Mkubali vile mlitafuta kura pamoja, mfanye kazi pamoja, watu wa Kericho wafaidike. Mkishindwa, tuko na shida West Pokot, Turkana watu wanapigana, muende huko mkasaidie. Si iko namna hiyo? Ama kama hamtaki saa hii tunachukua watu KDF, muende kwa kiwanja, mkimbie, mchukuliwe KDF, muende Somalia mkapigana. Lakini na mimi nataka niseme, let me say this because it's important. Najua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Rais na mimi hatuwezi kubali Kericho ikuwe na shida, tukose maendeleo. We cannot accept. Isipokuwa ni watu ya Kericho leo, mimi singekuwa deputy president. And we have a responsibility to work for the people of Kericho. And the people of Kericho cannot benefit from the Ruto government kukiwa governor na naibu wake wanapigana. So mimi nitawaita tuketi. Wakishindwa kuweka amani,
mimi nitakuja hapa Kericho, nitamwambia watu ya Kericho wafukuze nyinyi wote wawili mwende nyumbani. Na mimi nitafanya. Si unajua mimi siogopi, si mnanijua? Si mnanijua? Mimi nitakuja niambie watu ya Kericho, you made a mistake. Kufanya makosa si mbaya, makosa ni kurudi. Hiyo maneno yenu mtazama siku hiyo. Nitakuja hapa alafu niende kasi. Nikoroge na hii watu, ikifika jioni mambo yenu itakuwa imeharibika. So I'll call the two of you because siku mlichaguliwa, you are united. You are brothers. Saa hii mnapata mshahara, mnakula, mnaulizana nini? Why can't you unite to work for the people of Kericho? The way mlishikana na mkapendana mkitafuta kura. Kwa sababu siku hiyo mlikuwa mnahitaji. Saa hii watu ya Kericho wanahitaji huduma yenu. Na hatuwezi kubali tuaibike. Na mimi sitakubali rais aibike hapa nyumbani. Na ndio hata Meru siku kulikuwa na shida. Mount Kenya ni backyard ya William Ruto. Nikaambia watu ya Meru hamwezi aibisha rais hapa Meru. Na tukatengeneza amani, ilikuwa governor wanasosana na MCs. Sasa nasikia tena governor wameanzana na deputy president na deputy governor. Mimi naenda huko Sunday. Kwa sababu backyard ya president ni hii bonde la ufa na mlima. Hiyo ni pahali ya amani na kutulia. Ndio muweze kuvuna kwa hii serikali. Kwani mtavuna mkiwa na kelele? Watu ya Kericho tafadhali, let us not go that route. Nyinyi wacha nimwambie nyinyi, kama nyinyi hamtasaidika hii miaka 10 ya William Ruto, mtabaki nyuma miaka milele. Na hakuna vile mtasaidika kama mko na vita na mgogoro. Lazima muungane ndio muweze kuwinda. Mkisikia iko maneno barabara, mnashikana, mnakimbia kwa Mkomen, mnachukua barabara, mnarudi nyumbani. Mkisikia iko maji, mnakimbia, mnachukua. Mkisikia nimepata chakula kidogo, mnakimbia kwangu, mnachukua. Lakini kama mnapigana, kuna mtu atamsikiza? Karibu hata rais aseme tu cancel hii kitu ya Kericho. Hii sherehe hii ya 20th. Mimi ndio nimpoesha. Alikuwa amesema kama watu ya Kericho wanapigana, tutafute pahali nyingine twende sherehe. Sisi hatuwezi enda pahali iko na vita. Mimi nikamwambia rais, tafadhali usikasirike. Hii tu ni watoto ya nyumbani, wacha nitaenda nitanyorosha hawa. So sherehe itaendelea, but the matter is that serious. The president is not amused. He is very unhappy. I'm also unhappy that Kericho is having conflict. That should not be the case. Kama ni watu walikuwa ajuani, tungekuwa ni sawa. Lakini walitafuta kura pamoja. Si mliwapigia kura pamoja? So nitawaita Nyeri alafu tuongee hiyo maneno ndio tumalize. Kericho ikae mzuri ndio tuweze kupata maendeleo. Kwa hivyo mimi sitaki nisidishe kutoka hapo. Ningetaka kusema mheshimiwa pole once more and the family. We are with you. We'll pray for you. We'll hold your hand. We are available. Sasa nimesikia mimi nilisema mambo ni matatu: kahawa, majani chai na maziwa. Rais naye akasema mambo ni mambo ya wizi. Sasa huyu toto amepunguza imekuwa 2. Sasa unajua ikiwa 2 hakuna democracy. Unatakiwa ukuwe na choices. Sasa totosi utasema mambo ni moja. Sasa ikiwa moja hakuna demokrasia. Sasa nimeona wamepunguza. Sasa huyu women rep ya Nakuru amesema mzuri. Muongeze watoto. Mimi mwenyewe na si mjinga sana lakini si mwerevu, niko tu hapo katikati. Mimi ni wale watu walidanganywa na wazungu ati tuzae watoto ngapi? Ati ndio tuweze kulea. Sasa wangu ni watoto wakubwa. Boma nimepewa pale iko nyumba karibu 10. Ukiwacha glass hapa, after 1 month ukirudi unaikuta hapo. Hiyo ni boma ya aina gani sasa? Tulidanganywa na wazungu ati watoto 2. Sasa mimi tulikuwa watoto 9 kwetu. Wazazi wangu hawakuwa wamesoma na walitusomesha sisi sote. Mimi na nimesoma ati mimi napata 2 ati naogopa. Hii wazungu walitukosea. Sasa lakini tumechelewa. So nyinyi wale bado chelewa. Wacha tujaze hii dunia. Wacha tujaze hii dunia. Si Mungu ataangalia hii watoto? Watoto ni baraka. 6, 7, 8.
9 hapo hata 10. Lakini hata nikijipenda pia, mkikosa hii watoto, rais na mimi tutapigwa kura na nani? Si hata sisi tujipende kidogo. Wacha tujaze hii dunia. Si hata Biblia inasema tujaze. Hii maneno ya wazungu tuachane nayo. Wacha tu, na hii mahindi yote mmelima nini, maziwa, si iko chakula ya kutosha. Watoto watapata chakula na watasoma na itakuwa sawa sawa. Kwa hayo mengi nimesema asanti. Thank you very much wale mmekuja kuobeleza na hii familia, and we want to thank the church and every one of us for coming. Asanteni sana, Mungu awabariki. Ila